dira yako. Ukasema kwamba mtu anapotafuta kusafiri, barabara zipo. Ukataja kitu pale ukasema, wacha niseme hilo kwa lugha ya Kiingereza, vile ni locations on the journey. Maeneo katika safari. Maeneo katika safari. Yes. Asante. Naam. Maeneo haya tumesema katika safari hii ya maisha ni kama barabara. Na inapofananishwa kama barabara tumesema kuna barabara tofauti. Kuna zile ambazo ni laini, kuna zile ambazo zinakwaruza, ambazo zina vumbi, ziko na vitu tofauti. Na haya ni majaribu. Kwa hivyo tumesema pale Daudi anapozungumza pale katika Zaburi 23 ni kwamba amesema kwamba maeneo haya yanaweza kuwa ni difficult places, ni maeneo ambayo ni magumu, na kondoo hawa lazima wapitie pale ili waweze kumuona Mungu. Na mbona basi barabara hizi zikaitwa barabara za haki? Katika njia za haki. Mbona ikaitwa njia za haki? Jambo la kwanza ambalo linasababisha barabara hizi kuitwa njia za haki ni kwamba zinaelekea eneo zuri. They go in the right direction. Number 2, they help us follow the same life as our shepherd. Yani barabara hizi zinatusaidia tunafuatilia maisha sawasawa na yule mchungaji. Kwa hivyo maisha tutakayoishi yatakuwa kama yale ya mchungaji. Mchungaji tumesema ni Yesu Kristo. Kwa hivyo barabara hizi zitatusaidia tunapopitia katika shida, tunapopitia katika majaribu, yatatusaidia tuishi jinsi Yesu alivyoishi. Yesu huyu alijaribiwa na alikuwa kama mwanadamu, ndiyo, hata alilia machozi, alidhiakiwa, alidharauliwa, akakataliwa, na licha ya hayo yote yeye kufanyiwa kama muumba wetu, ni kwamba alisimama imara. Kwa hivyo hata sisi tutaishi maisha kama ya yule mchungaji. Jambo la 3, barabara hii itatufunza kuishi kama mchungaji. We will behave same as the shepherd behaves. Kwa hivyo tutaishi vile yule mchungaji anaishi. Yale anayafanya tutayafanya. Jambo la 4, barabara hizi zitatusaidia kumtukuza na kumcha Mungu wetu. Kwa hivyo usione majaribu yamekuja kukuangamiza. Usione majaribu yamekuja kwamba nikana kwamba Mungu hakujali. Majaribu yale yamekuja kwa sababu yatakuelekeza katika njia salama, njia nzuri, kwa sababu utaishi maisha kama ya yule mchungaji ambayo ni maisha ya Yesu. Utajifunza tabia yake. Kwa hivyo you will behave the same as yule mchungaji. Na la mwisho kwamba utamtukuza na kumcha Mungu. Ndio maana baada ya majaribu unasema kwamba Mungu amenionekania. Unajua, wakati watu wanatoa ushuhuda, ndio utajua kwamba Mungu alisimama pamoja nao. Na unajua katika yale majaribu, labda huenda wakasikiza sauti za dunia hii. Namwambia, unajua, wacha kutulia. Wewe una relax tu. Wewe hujui ni nini ambacho unafaa kutenda. Usisikize sauti zile. Manake mchungaji atatuelekeza katika safari hii. Na maeneo haya tofauti, maeneo haya katika safari yanapokuwepo. Kwa sababu hapa kwenye safari kuna maeneo ambayo tumesema mengine ni mabonde, mengine ni milima, mengine ni tambarare, mengine ni laini, mengine ni nyororo, zile nini ambazo tunasema easy. Hizi zote zinatuweka karibu na Mungu. Ndio maana watu hutoa na kumtukuza Mungu, hutoa ushuhuda wa kumtukuza na kumcha Mungu, kusema kwa hakika nimepata ushindi baada ya mimi kupitia katika majaribu haya na nimeshinda. Kwa hivyo tuko na uhakika kwamba Mungu anatuongoza
kuelekea katika ile destination, kuelekea katika eneo ambalo ni la utukufu, eneo nzuri. No matter, haijalishi ni uwepesi upi, haijalishi ni rahisi namna gani ama ni ngumu kiasi namna gani. Unajua hata jaribu liwe kali sana bado Yesu yupo. Ndio maana pale kichwa cha lesoni tumepata kwamba katika jaribu kali pamoja na nani? Na Kristo. Kwa hivyo no matter, wewe usije ukasema sasa mimi nimejaribiwa sana, sasa wacha nitulie. Haki, I need peace of mind. Majaribu yenye nimepitia, haki, I need peace of mind. Sitaki mtu, sitaki kanisa, sitaki maombi. No, it doesn't matter. Kitu ambacho tunaangalia mwisho wa safari is a glorious destination, kwamba huyu mchungaji atatufikisha pale. Kumbe hapa sasa ndo hata mimi nasikia tu sasa majaribu njoo. Majaribu njoo sasa tukabiliane. Manake ni naye yule mchungaji ambaye atasimama pamoja nami. Anasema hata nijapopitia bonde la uvuli wa mauti, bado yupo pamoja nami. Fimbo yake na gongo yake vitaniongoza. Haleluya. Kwa hivyo unexpected detour. Nilikuwa naangalia detour wakati kulikuwa na hawa wanasiasa. Kuna hii barabara ambayo inatokea mjini, unaweza teremka hivi uende daraja moja, ama unaweza pitia pale kwa ofisi ya governor uteremke. Ilikuwa imefungwa ili kuweza kufika daraja sokoni. Na uko na gari lako, inabidi urudi Krista Mariam, uende Nyanchwa, uende kule mbele hapo State Lodge, uende utoke Nyanchwa. Now detour ni ku avoid the normal route. Unapita route mrefu ili uweze kufika mahali ulikuwa unataka. Wana wa Israeli walikuwa wanavuka tu on straight line hivi wafike. Lakini they took a detour. Wakapita njia refu sana. Safari ya siku 40 wakachukua miaka 40 years. A detour. Unexpected detour. Katika sehemu ya kwanza. Bonde. By the way, unapoenda safari upate bonde, yani that valley tunaiepuka. Unasema by the way, kuna mteremko pale unapoenda Suswa. Hapo unateremka. Unasema unaenda Zulu ama unapotoka Masimba kuja Keroka town. Hapo Ichuni ndio utokee Keroka. Yani kuna mteremko fulani hapo sharp. Haya, pia kutoka Keroka hadi Kisii town. Kwa kawaida watu walikuwa wanatumia dakika ngapi? Dakika 25 zikiwa nyingi. Lakini sasa hivi barabara ni mbovu. Inabidi kijishimo unakikwepa, gari zinakwepa, zinafuata laini hadi zinatokea. Naam. Aditoa. Bonde. Watu wanaepuka bonde ili waweze kufika mahali wanataka. Mchepuko usiotarajiwa. Bonde. So when God leads us in ways we don't expect. Unajua Mungu anaweza tuongoza kwa zile njia ambazo sisi hatuzitaki. Unajua kuna zile vitu ambazo hautaki katika maisha yako. Kuna zile vitu ambavyo you don't expect zi happen katika maisha yako. Unajua for instance, mtu umebatizwa, umekuja kanisani. Wewe ni Mkristo na umekuja kanisani, umebatizwa hivi karibuni. Pale kanisani you expect kwamba watu wakupende, wakukubali. Lakini unapofika pale something unexpected happens. A detour happens. Unaanza kusengenywa. Wanaanza kukudhiaki, unavaa nguo vibaya, wanaanza yani familia yako, wewe mwenyewe ukisimama kuongea, ati unajifanya unajua kutoa. Ati sasa wewe ndio ulibatizwa, sasa wewe sisi ndio tulikuwa hapa. Ni kwa mzee mapema. When God leads us in ways we don't expect. Hebu nisome Zaburi 23 mstari wake wa 4.
23 Zaburi mstari wa 4 Biblia inasema naam. Ijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Sitaogopa mabaya. Mbona sisi tunaogopa? Endelea. Kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Mbona sasa tunaogopa? Tunapopitia masengenyo, tunapopitia fitina, tunapopitia mambo ya mkwaruzo pale katika kanisa, pale katika nyumbani, pale katika safari yako kama wewe Mkristo. Mbona sasa wewe unatetemeka? Mbona unaogopa? Ni kwa sababu Biblia inasema vizuri kwamba kwa maana wewe hupo pamoja nami. Kwa hivyo hataogopa. Kwa hivyo sisi tukiogopa inamaanisha huyu mchungaji hayuko pamoja nasi. Tuko peke yetu. Kumbe ukiwa peke yako kamanda utaogopa. Unajua hata hii studio ubaki peke yako hapa utaogopa. Unajua wakati mwingine tunaogopa, watu wengi wakija hapa wanaambiwa aongee kwenye microphone anaogopa. Kwa sababu hajui ako peke yake. Utaanzaje kuzungumza peke yako? Sure. Hajui kule nje kuna jeshi. Kweli. Na hivyo basi ukiwa peke yako unaogopa, lakini ukiwa na imani unajua kwamba umezingirwa na majeshi, malaika wako hapa, jeshi la Mungu. Asante. Kwa hivyo sisi hatutaogopa. Kwa hakika huyu mchungaji, huyu Yesu yuko pamoja nasi. Na ni vigumu vipi kumwamini huyu Mungu wakati hatumuoni akitukaribia sana. Hatuoni mkono wake ukifanya kazi tunapopitia majaribu. Unajua unaweza ukateseka, unaweza ukapitia hata ugonjwa, uko tu hospitali, umewekwa ward, wewe ni Mkristo. Unamuomba Mungu, auoni mkono wake ukifanya kazi. Haimaanishi kwamba sasa Mungu amekuacha, manake yuko pamoja nawe. Usiogope jioni ya leo. Unajua kuna mtu labda amekata tamaa. Kuna mtu labda amepoteza matumaini. Amepitia changamoto, amepitia shida, labda shida za ugonjwa. Amemuomba Mungu tangia ugonjwa uingie katika mwili wake. Mpaka unaona amekata tamaa. Ameona kwamba sasa huyu Mungu, jameni, sioni mkono wake ukifanya kazi katika maisha yangu. No, usiogope, manake yupo pamoja nawe. Unajua that is something unexpected. Labda umeomba hujapata kujibiwa. That is something unexpected because you expect to be answered. Lakini sasa haipo. Unaona? When God leads us in ways we don't expect. Labda tunaweza tukafikiria kwamba Mungu ametuacha. Mungu ametutenga. Wakati tupo katika giza nene, wakati tupo katika uchungu, katika mateso, katika uoga, labda tunaweza tukahisi kwamba na tukafikiria kwamba Mungu amefanya nini? Ametutenga, ametuacha. Ndivyo maana Mungu anarudia maneno haya. Mungu amerudia maneno haya. Mpendwa msikilizaji, sikia. Mungu anasema hivi, do not be afraid. Usiogope wala. Hebu soma, unaposoma wewe mpendwa msikilizaji, andika chini. Kitabu cha Mwanzo 15 mstari wake wa kwanza. Mungu anasema usiogope. Unaposoma kitabu cha Mwanzo 21 mstari wa 17, pale bado Mungu anasema usiogope. Kitabu cha Wafalme wa Pili 19 mstari wake wa 6. Unaposoma vile vile katika kitabu cha Isaya 41 mstari wake wa 10, vile vile inasema usiogope, na mstari wa 13. Yeremia 1 mstari wa 8. Kitabu cha Matendo ya Mitume 27 ukisoma mstari wake wa 24 nasema usiogope. Usiogope. Na kitabu cha mwisho pale ambacho Mungu amerudia maneno haya ni kitabu cha Ufunuo 2:10. Mungu anasema usiogope. Usije ukadhania kwamba amekuacha. Anarudia maneno haya kwamba akisisitiza kwamba usiogope, do not be afraid. Kwa sababu gongo na fimbo yake vyote vinatufariji sisi. Unexpected detour. Surrounded table. Hii tumeangalia bonde.
Sehemu ya pili ni kwamba meza iliyozungukwa. Mchepuko usiotarajiwa katika sehemu ya pili, meza iliyozungukwa. Unaposoma pale mstari wa 5, hiyo Zaburi 23 mstari wake wa 5. Biblia inasema, Biblia wacha iseme, waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Amina. Mpendwa msikilizaji wetu jioni ya leo, kwenye station hii uipendayo ya Radio Vuna 102.0 FM, jambo ambalo tunalipata, yale ambayo yanatendeka tusiyo yatarajia katika maisha yetu, ni kwamba bado Mungu ametuandalia meza. Unajua bado Mungu hajakusahau. Unajua mtu anapokuandalia meza ni kwamba amekuandaa, amekukaribisha. Mungu ametuandalia meza. Na machoni pa adui wetu, unajua tuko na maadui. Tuko na maadui. Ndio maana unasengenywa, ndio maana unafanywa fitina, ndio maana unapigwa, ndio maana unagwaruswa, ndio maana unafinyiliwa chini, ndio maana unadhiakiwa, ndio maana unadharauliwa na kufanyiwa machukizo yote. Hayo yote yanapokuja katika maisha yako, ujue kwamba maadui wapo, wamekuzingira, lakini katikati ya hao maadui Mungu amekuandalia nini? Amekuandalia meza. Na vile vile hata sisi katika hali kama hiyo, nasi pia tuwaandalie wenzetu meza. Unajua tunapokuwa na maadui wetu ni gani? Naomba kamanda unisomee katika kitabu cha Waefeso 6 mstari wake wa 12. Unajua hata sisi tunao maadui, na hao maadui wanapotuzingira, wanapotufinya, kwamba nasi pia, kwa sababu tumeandaliwa meza na mchungaji wetu, Mungu wetu anajua katikati ya maadui kwamba katika machoni pa watesi wetu ametuandalia meza na ametupaka mafuta vichwani mwetu, na kikombe pia chetu kimefurika. Hebu nisomee Waefeso 6:12 ili tuweze kuelewa maadui wetu ni kina nani sasa. Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme na mamlaka. Falme na mamlaka, adui. Juu ya wakuu wa giza hili, wakuu wa giza. Juu ya majeshi ya pepo wabaya, evil spirits, adui wetu katika ulimwengu wa roho. Unaona sasa kushindana kwetu, maadui wetu sio mwili na damu tu. We no longer need to wrestle with the flesh. It's more than that. Spiritually kuna mambo ambayo yanatufinya kiroho. Kukua kwetu, we are spiritual dwarfs. Yani hatukui kiroho. Kuna yale mambo ambayo yametufinya. Yani yanakufinya mpaka unasema sasa Ukristo kando kidogo. Unasema sasa mchungaji kando kidogo, wewe ambaye ni Yesu kando kidogo. Wacha kwanza ni delay situation, alafu nitakuja kwako Mungu. Unaweka Biblia kando, unapiga mtu mangumi, alafu unarudi unabeba Biblia unasema bado mimi ni mzee wa kanisa. Seriously? Uko tayari unafika katika cheo cha wazee ufungeni masikio. Tunawakashifu, tunawatoa katika vitabu vya kanisa. Alafu tunasema sisi ni wazee. Wanapatoka kanisani wanaenda nje kuangamia. Alafu unasema bado wewe ni mzee wa kanisa. Seriously? By the way, we don't care. Huyu mtu tunamtoa kwa ushirika tumpeleke wapi? Mtu amekuja kwa Yesu kanisani, unamtoa kanisani unampeleka duniani. We need to look at that. Exactly. Hebu angalia sasa, when something unexpected detour inapo happen katika maisha, ni nini unafanya? Unajua hilo ndilo swali kuu. Nini utakachofanya? Vitu vinapokuendea mrama, vitu jinsi ambavyo ulivitarajia havikuwa vile. Havikuwa sawa. Labda vilienda vikaanguka mtoni. Labda vilienda vikaingia katika giza totoro. Je, utafanya nini? Ndio maana tunaambiwa kwamba bado tumeandaliwa meza. Hata katika machoni pa wale watesi wetu, wale wanaotutesa, wale maadui zetu, bado tumeandaliwa meza. Inamaanisha kwamba Mungu bado hajatusahau, bado ametukumbuka mpaka ametuandalia meza. Je, Daudi anasema nini? Unaposoma hiyo katika mstari wa 5 pale mahali ambapo tumesoma
Daudi anatuonyesha jinsi ya kuishi na maadui wetu. Sasa hata sisi, kwa sababu tunao maadui wetu, na sisi tuwaandalie meza, tuwapake mafuta kichwani. Unajua katika lesoni inasema kwamba mgeni anapokutembelea ulikuwa unamkaribisha, unamnyunyizia mafuta kichwani, unampeleka katika meza ulioiandaa, katika vyakula, unampea chakula kingi, anakula, anakula vizuri, anashiba, chakula kizito kizuri, unampea. Huyo ni adui. Na kwa hakika utakuwa umemwekea kaa wapi? Kaa kinywani. Hebu nisome Warumi 12 mstari wa 20. Biblia Mwenyezi Mungu inasema hivi. Acha naomba nisome hapa hivi. Warumi 12:20. Lakini adui yako akiwa na njaa mlishe, akiwa na kiu mnyweshe. Maana ufanyapo hivyo utampalia makaa ya moto kichwani pake. Maadui wetu tuwapee chakula, tuwapee maji, tuwapee vinywaji, wanywe, washibe, wabaki wakiuliza, huyu mtu kwa hakika ni Mkristo. Nilikuwa na mjaribu sana, nilikuwa nataka anguke, lakini vile amesimama, ameniwekea kaa. Atasema kwa hakika hata mimi nataka kumfuata huyu Yesu. Nataka kumfuata huyu mchungaji wako. Manake wewe umesimama na mchungaji wako amekuonyesha mambo mazuri. Badala ya wewe kunilipizia vibaya, mimi kama adui wako, kwa hakika nimeona mkono wa Mungu kupitia wewe. Na nataka kumkubali huyu Yesu Kristo. Kwa sababu yako. Kuna mtu mmoja katika eneo nililokuwa ninakaa, nina hadithi ambayo imevunjika ya baba, lakini kuna mmoja ambaye namfahamu. Naam. Alikuwa anasema yeye si msabato, lakini kuna mama alikuwa anaitwa Mama Edina. Alikuwa anasema mimi nataka kumuomba Mungu wa Mama Edina. Wakati Mama Edina kwa mgonjwa akiomba anapona. Amina. Watoto wangu wako wagonjwa, nikienda kwa Mama Edina na waombea wanapona. Amina. Mzee wangu akinipiga naenda kwa Mama Edina na muombea, nikirudi sipigwi. Hivyo ni nataka huyu Mungu wa Mama Edina. Sure. Seriously, that is what we are saying. Mungu wa Habad. Tunaweza muomba huyu Mungu wa Habad. Seriously. Tunaweza muomba huyu Mungu wa mzee wa kanisa na tupone. Unajua kuna wakati kamanda mtu anaweza kukuambia akiniombee. Ujue huyo mtu kuna jambo ambalo ameliona kwako. Kuna yule Mungu ambaye amemuona kwako. Niombee. Unajua ujaipata mtu akikwambia kamanda tafadhali uniombee. Ni kweli ukunao. Ni nini hiki? Si ameona yule Mungu, ameona yule mchungaji ambaye amekufariji, ambaye amezidi kusimama pamoja nawe, ambaye amekuambia kwamba usiogope. Ahadi fulani kwa safari. Kuna ahadi ambayo tumepewa. Jioni ya leo tunapotamatisha fundisho letu, kuna ahadi fulani, a certain promise for the journey. Unaposafiri kumbuka hii ahadi. Mstari wa 6 unaposoma Zaburi 23 mstari wake wa 6. Biblia Mwenyezi Mungu inasema hivi, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu. Nami baada ya kupita changamoto, baada ya kupita vilindi vya shida, mabonde, hakika wema na fadhili. Rudia mwalimu. Naomba kurudia. Hakika, hiyo ni Zaburi 23 mstari wake wa 6. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo Daudi anazungumza akisema kwamba ahadi ambayo utakayokumbuka katika safari, unapopita katika safari hii ni hili moja, wema na fadhili, good and mercy. Hizo vitu viwili wacha zikuandame katika maisha yako. Unapopitia changamoto, unapopitia magonjwa, unapopitia shida, unapokumbana na maadui wengine wagiza, maroho ya uchafu na upepo. Unapanda gari, watu wanakufa kwa hilo gari lilo mbele yako, unabaki. Hakika wema na fadhili zitakufuata. Unapita hapa, wezi wanavuruga watu, unapita hadi unafika pale penye ulivuka asubuhi, mwingine alikufa hapo.
seriously, wema na fadhili. Ukumbuke hiyo ahadi. Jambo la pili katika ahadi hii ni ahadi mbili tu, ni kwamba ishi nyumbani mwa Bwana milele siku zote. Amina. Usiende kuishi pale nje kwingine, usikize dunia, uishi kwa dunia. Ishi nyumbani mwa nani? Mwa Bwana siku zako zote. Tumalizie kitabu cha Ufunuo 22 mstari wake wa 3. Naomba uweze kusoma pale kamanda. Ufunuo, Revelation 22 verse 3 and 4. Tuweze kuishi nyumbani mwa Bwana. Tuweze kuishi pale kanisani. Tuweze kuishi miguuni pa Mungu. Tuweze kuenda machoni pa Mungu. Manake ametuandalia mji. Biblia inaongea hapa. Wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Katika mji huo, katika hiyo nyumba ya Bwana, hapata kuwa na laana tena. Na muendelea. Na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake. Na watumwa wake watamtumikia. Amina. Unaona? That everlasting home. Hakuna shida tena. Ni kweli. Hii dunia tunamoishi kuna shida nyingi. Tele. Changamoto kushoto kulia, juu chini. Lakini wema na fadhili bado zinatuandama. Alright. Vile tuishi nyumbani mwa Bwana. Wewe acha kusema mimi kanisa, hapana. Sisi tulimalizana na kanisa. Mwalimu. Naam. Simu. Halo Radio Muna. Halo. Yes. Hapa tuna habari. Salama sana Princess. Okay, ni Princess. Yes. Mimi ningependa kuchangia. Changia Princess kwa dakika moja. Kutoka sehemu ya kwanza. Nilikuwa nimepata chambo hapo. Eti tuliposoma hapo kuhusu Sophie, kuna hapo wakaconclude wamesema could it be possible that either this painful betrayal by a friend, this dark fairy could be used by God to train in righteousness. Kwa hivyo ningesema kwamba kuna majaribu mengine tunapata either from a friend or a family member, yeyote yule. Kuna majaribu ambayo tunapata ili kutufanya kutrainiwa na Mungu. Yaani kuna kitu mtu alisema eti wakati Mungu anakupenda, anakufanya upitie majaribu ili upitie training fulani, ndio ufikie mahali fulani penye anataka. Hivyo kama utapita hiyo training, hautapata kitu ambacho anataka uende kukifanya hapo mbele. Alafu sehemu ya pili, kuna hapa amesema it is easy to have a good opinion on God. And its purpose is when everything is going good, well. Wakati kila kitu inaenda sawa, tunamfikiria Mungu vizuri. But wakati maneno ni magumu, tunamuona kwamba ni mbaya. Kwa hivyo akakongrudi akasema God doesn't change. Of course, God is still different from ours. Kwa hivyo wakati tunaona kwamba vitu ni vigumu, wacha tumtumainie Mungu kwamba yeye ndiye anafanyanga vitu tunakuwa gumu na bado tunakuwa rahisi. Ndio sababu tunaambiwa katika kitabu cha 1 Thessalonians 5:18 kwamba tushukuru kwa kila jambo. Kwa hivyo unaweza kuwa na gumu na pia unaweza kuwa na jambo rahisi, lakini vyote tu tukishukuru Mungu kwamba ziko. Lakini tukitrainiwa kama huyu sebadi wetu anataka kutrain penye anataka, tuwe rahisi kutrainika, yani tuwe wepesi. Wale ambao wanashika ujumbe huu. Alright. Wale ambao wanashika kitu chenye wanatrainiwa. Asante. Radio Funalo? Mwalimu. Yes. Habari. Mzuri sana. Maeneo ni Atombe. Karibu ndani. Kijana mtoa. Nashukuru sana kwa lesson. Hakika Mungu ni mwema. Amina. Kwa wakati na majira, yeye ametupa ahadi ya kwamba atatenda sawasawa na sawia na matendo yake. Yuko tayari kuendana nazi. Popote pale tuwepo. Chochote kile tufanyacho. Amen. Yeye yuko tayari kwenda nazi. Alright. Hakika wema na fadhili vitaniandama. Amen. Na mimi nitakaa nyumbani mwa Bwana siku zangu zote za maisha. Amina. Video vinalo imekatika, hii imekwenda mvange. Kwa hivyo ni kwa nafasi na wewe msikizaji wetu Radio Nalo.
Hello? Yes, hello. This is Brenda from Kiroka. Welcome, Brenda. Yes, Brenda, my daughter. Oh. Yes. Sasa nimeamua kupiga leo. All right. Welcome, Brenda. Thank you. Yes, I've received your greetings. I've learned a lot. Nimedani kuwatendea maadui wangu mema. Hata kama wananidhihaki na kunionyesha machukizo yote, pia nimeamua tu niwatendee mema ili wavute kuja kwa Yesu. Amen. Yeah. Thank you. Asante. Mwalimu, like Naam. father, like daughter. Asante. This is very nice, Brenda. Thank you. I have received your greetings. Na unapokuwa nyumbani, tulia katika miguuni pa Yesu. Hapa tunapoingia hata Sabato. Tunavuna hello. Baba wanyachiki. Karibu. Baba muti ya gerangu ati hiyo tunarudi saa 4. Wacha tu nitakwambia. All right. Mwalimu wangu. Naam. Habari yako? Salama sana. Nikwambie. Endelea. Nilipata mwenye ataninunulia lesson. Amina, amina. Mwalimu wangu. Amina, najua tu. Amen. Amen. Sasa hii lesson mpya imekuwa nzuri. Kwamba majaribu tunayapitia kwa sababu na Yesu alipitia majaribu. Na tutashinda jinsi Yesu alivyoshinda. Na kwa sababu yeye ni mchungaji wetu mwema, nasi pia tuendelee kujaribu kuwa niwe mchungaji wako na pia na wewe uwe mchungaji wangu. Ndipo tutaweza fikia ule ufalme wa Mungu. Na tusiwe waoga, kwa sababu nimekumbuka mtumishi wa Mungu Elisha wakati alikuwa mlimani. Mtumishi wake akaona watu wanakuja kuwafahamia. Ndio akalia kumwambia woi tunaangamia. Lakini Yesu, yani Elisha, akaomba Mungu kwamba mfungue huyu kijana macho. Alipofunguliwa macho, akaona ya kwamba wale ambao walikuwa mlimani wamewazunguka walikuwa ni jeshi kubwa. Jeshi ambalo lilikuwa limewashinda wale ambao walikuwa wanakuja kuwafahamia. Kwa hivyo tusiogope. Na pia mtumishi anayeitwa Job aliambia bibi yake ya kwamba hata kama haya ninayapitia, wewe umeongea kama wanawake wapumbavu wa ulimwengu huu. Ninajua ya kwamba kama ninapata mema kutoka kwa Mungu, pia mabaya nayo nikipata ama nikipata majaribu, lazima tena nitaendelea kumtumainia huyu Yesu. Kwa hivyo haya ni madogo yasikutishe kwamba tutoke mkononi mwa Mungu. Kwa hivyo imekuwa ni lesson nzuri. Na tuendelee tukijua ya kwamba wema na fadhili kwa zetu zitatuandama. Amina. Asante. Radio Vuna, hello. Hello, Radio Vuna. Yes. Ben Wanyakwe. Yes, Ben. Ni wakati mzuri sana. Bwana kuwa mchungaji mwema. Sisi kama tutapata na shida, Mungu pia atakuwa akitulinda na akituelekeza. Hata ngali tunakuwa na maadui sisi katika dunia hii, tukimwamini Mungu, chakula atatuandalia mali machoni pa maadui zetu. Atatupaka mafuta. Wakiangalia tena atawastaajabu tu. Tena nawapongeza sana kwa sababu mmepelekeza mzuri katika hii lesson mpya. Katika vitabu ya Warumi mmeleta 12:20. Inaangazia mzuri sana. Asante walimu kwa kazi yenu. Asante. Kiwa ndugu yetu. Mwalimu, nataka kuchukua simu ya mwisho ili nikupe nafasi utamatishe. Asante. Simu ya mwisho ndio nalo. Boy. Yes. Na hapa dikiaje na leo hili. Salama director Monyancha. Huyu ni yeye. Nasikia kwa lesson tu naifuatilia sana, si niliwaambia. Amina. Kweli. Kitu chenye nakifundisha kwa hiyo ni mimi majaribu yote. Yeye mwenye amemjua Mungu lazima apitie majaribu. Sure. Na kama utapitia majaribu wewe utaokoka. Na lazima uvumilie hayo majaribu. Yesu mwenyewe alivumilia majaribu mpaka akatoboa. Mlisoma kitabu cha hiyo
ya ni Daudi. Zaburi. Daudi anakitabu hiyo Zaburi. Ndiye mwenye aliandika hiyo kitabu alikuwa kuvumilia. Daudi mwenyewe. Fadhili yake Mungu inampeleka katika uwema wake. Mimi kitu chenye nimeshughulisha kwa hiyo lesson, kila jambo sio ya kwamba unasema ni asante. Ukiona ikiwa jambo ni ngumu lazima useme asante. Ndiposa ndio ufungie kwa hayo majaribu. Utaona katika mbinguni ya Bwana. Asante sana, mbarikiwe. Asante director. Mwalimu, ninaona nina dakika mbili ili kuweza kutamatisha kipindi. Asante. Kazi kwako mwalimu. Tumtegemee Yesu. Tumuite Yesu. Tumwangalie huyu Yesu, mchungaji. Unajua mchungaji pale katika lesoni tumeona kuna fimbo pale. Hiyo picha ya kwanza kabisa hapo ndani. Kuna hiyo rod. Fimbo ya mchungaji. Kwa hivyo huyu Yesu atatusaidia katika hali zote. Hali nzuri, hali mbaya, atatusaidia. Amina. Labda nitume salamu zangu. Tuma salamu mwalimu. Radio Nyakenyanya, chairman wangu pale anatufuatilia kutoka pale Keroka, maeneo ya Ichuni pale juu. Asante radio. Lilian Kerry, ndiye admin. Anasema keep up good work. Amen. Tunashukuru sana Lilian admin kutoka pale maeneo ya pale, anatoka Riga, City of Florida. Kuna Clinton Ocharo, Nyambimwa, anasema following up from Nyambimwa. Pia Clinton, nawe pokea salamu zetu. Amen. Kuna yule sabiki wetu sugu, hata kama pigi simu, huyu anaitwa Team Silent. Anaitwa Grace Ongwenyi. Alright. Kutoka pale maeneo ya Gijauri, wanakuanga na yule Diana Nyaboke. Karibu sana. Na tena anakuwa wainua, huyo Grace pia anasema anatufuatilia kutoka pale Gijauri, na wewe ubarikiwe Grace. Barikiwa. Prince Kevo kutoka pale maeneo ya Keroka, pia nawe umezidi kutufuatilia. Mungu azidi kukubariki. Kuna wale ambao pia wamenipa salamu zao. Samuel Mose, wakili wa Radio Vuna. Nawe pokea salamu. Nikuje mtoto wangu Brenda. Nimemsikia. Brenda. Asante kwa salamu. Na tena ametoka shule leo. Mungu amemjalia akafika salama. Amekuja kunywa soya nyumbani. For 1 week. Nawe pia pokea salamu. Aliniambia dadi, ukifika salamu zangu nawe pia nimekutaja, na pia mke wangu Evelyn na watoto wale wangu. Najua saa hizi bado wanafuatilia. Kuna yule Stephen ambaye ni kijana mdogo, na nilimuita baada ya Stefano kupigwa mawe. Na yule Hain pia ni mtoto wangu, na wapea salamu. Na wale wote ambao wanatufuatilia, na nimekumbuka mmoja ambaye anaitwa nani huyu? Amenipa salamu kutoka pale Metamayo. Anaitwa Lydia. Ni mshiriki wangu wa kanisa la New Life pale Metamayo. Pia naye amenipa salamu na anatufuatilia. Na wale wote ambao wanazidi kutufuatilia katika mitandao, katika online ile www.radiovuna.co.ke, wale wote ambao wametune 102.0 FM, na wale wote ambao watapumzika ama wameingia katika sabato jioni ya leo, na wapa salamu na heko, na tuzidi kushirikiana katika fundisho hili zuri, lesoni mpya katika jaribu kali pamoja na Kristo. Mungu awabariki. Tuamini na tuombe. Amina. Mtakatifu Baba wetu ishe na kutawala mbinguni, asante kwa sababu ya fundisho. Asante kwa sababu umetuandaa kwa ajili ya ufalme wako. Mwalimu Habat ambaye amenena na watu wako Baba, umemtumia kama chombo. Ujumbe huu Baba, unapotafuta kubadili nia na mioyo ya watu wako, nasi pia ambao tumeweza kuhusika kwa njia moja au nyingine, utusaidie ili kwamba maisha yetu yanyoke. Watu wanapotutazama wasituone sisi, wakuone wewe. Kituo hiki tukiweka mikononi mwako. Walio hospitalini ambao wamepokea ujumbe huu kutoka eneo lolote lile ambalo waliko, Kristo, tumia sehemu hii ya radio kuweza kuwabarikia. Sabato hii Kristo uweze kutembea pamoja nasi.